Tulikuja hapa kwa kanisa PCA. Tulikuwa na sherehe ya watoto hapo na ilikuwa siku ya elimu na moderator akatualika na wengine katika misa ya leo. Na tulikuwa hapo kwa ibada na mheshimiwa wa Mshoto akasema tukunywe chai ya hakika kabla sijaondoka. Sasa nimeleta hapa kwa chai. Kutoka hizi naona watu wengi sana walikuwa unaipata kwa nini? Ama Kenya. Hata mimi nawapenda sana. Sasa wananchi ni hivi, ndugu zangu na dada. Pia mmeelewa, mimi nataka kuzungumza kwa unyenyekevu kwa sababu mahali tuko saa hii katika nchi yetu tuko na shida. Ama namna gani? Tuko sawa kweli ama tuko na shida? Tuko na shida. Na wakati huo tukiwa na shida vile tulivyo na shida saa hii, wananchi haiwezi kuwa kama tunaendelea na maisha kama ni kawaida. Ndio tunaambia wale viongozi wetu wengine wakati huu sasa, kwanza wale ambao ni viongozi wakubwa wetu wa serikali, kwamba shida ikitokea kwa nchi, tuliona yale mambo ambayo yalifanyika Jumatano, uharibifu wa biashara na mali vile ulifanyika hapa Thika. Hatuwezi kusema eti tuko sawa sawa, alafu tuanze sasa excuses kusema ni hao walifanya, ni kabila fulani nataka kutafuta dunia. Kweli hiyo ni ungwana kweli? Hapana. Hii si maneno ya kabila, sisi sote tuko kabila moja. Na hiyo kabila moja ni wale watu ambao tunataka mabadiliko na tunasumbuka. Ama namna gani? Si tuko kabila moja sisi wote? Tunawauliza viongozi wetu tafadhali, sasa wacha tuungane tuche pamoja. Na mimi naunga mkono yale maneno ambayo yametamkwa leo na viongozi wa dini. Nimeona Conference of Catholic Bishops wametoa barua leo kwa kanisa zao zote in the country. Yale maneno wamesema kwa hiyo barua, I support it 100%. Mimi nakubaliana nao kwamba sasa umefika wakati wa sisi wote kuja pamoja tuone vile tunaweza kusuluhisha shida tulizo nazo. Na mimi nawaomba hivi, kwanza mimi hiyo ndio mambo muhimu zaidi kwangu. Nataka kuwaomba hivi wananchi, wakati shida iko kwa nchi vile tulivyo sasa, ni rahisi kwa viongozi wengine wa siasa kuanza kutugawanya, wengine kutuambia tupigane, wengine kusema ni huyu, kutoa lawama hapa na pale. Tafadhali tusikubali maneno kama hayo. Sisi wote ni wamoja. Sisi ni wananchi wa Kenya. Tunataka kuishi kwa umoja na tunataka kuishi kwa amani. Yale tunaomba ni kwamba nchi yetu iende mbele, tupate nafasi ya kujenga nchi yetu. Kwa hivyo tafadhali nawaomba, don't lose hope ya kwamba tunaambiwa hii shida ni kwa sababu ya fulani wa fulani ama ni kwa sababu ya kabila fulani. Don't buy those types of things. Let us come together. The challenges we face all of us, regardless of where you come from. Ukienda pale, mliona hata pale Kericho watu wanapiga nduru. Bomet ni namna hiyo, Uasin Gishu ni namna hiyo, Mombasa ni namna hiyo, Thika ni namna hiyo, Roiro ni hivyo. Unawezaje kusema ni kabila moja? Kwa hivyo sasa wananchi tukubaliane hivi. Hawa wangwana tuwaeleze. Kwanza mimi vile naona, sijui nyinyi nataka kuwauliza, msikie tu niwaulize swali. Hawa wanaonekana kazi imewalemea. Kazi imewalemea? Ama mnaona namna gani? Wanaonekana kazi imewalemea. Na nchi hii iko na watu wa kutosha wa kufanya kazi. Sisi tuko tayari, mimi niko tayari na wengine.
watu wako tayari kufanya kazi. Tushirikiane na wale wengine, na vile tunakutana, mimi nataka kukaa tunashirikiana na wale wazee wengine, Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mama Martha Karua, zote tukae pamoja tuone vile tunaweza kushirikiana tusukume nchi yetu mbele. Alafu ya mwisho, ninawaomba tafadhali wananchi, kukiwa wakati mwingine tuko na shida, tuangalie sana kwa makini, tusiharibu biashara yetu na watu wasilete kutoka nje kuja kuharibu biashara yetu kama hapa Thika. Watu wanalipwa kutoka pande ile goons, wanakuja kusumbua watu wetu hapa Thika ama kwingine kuharibu biashara. Sasa wakiharibu biashara, wavunje maduka hapa na mambo kama haya, tunaenda mbele namna gani tafadhali? Ndio nasema hawa viongozi wetu tafadhali, kama kuna shida ya kazi, watu wako tayari, viongozi wa kanisa wamesema wako tayari, tuongee na wale wa private sector wote, tuone vile tutakavyoweza kusuluhisha haya maneno. Ninawaomba tafadhali, tusifike tena Sabasaba without a clear understanding and plan kutoka kwa serikali how we will avert these riots. Na hii shida ya watu kuongea kila siku na hawasikwizi, kwa sababu yale ambao nyinyi mnataka ni kwamba msikizwe na serikali, ama mnataka kitu kingine? Tusikizwe na serikali, na ile ndiko tuko bao tunabebeshwa, ipunguzwe kidogo, gharama ya maisha irudi chini kidogo, ama namna gani? Ndio hiyo. Sasa kuuliza hiyo sio mambo mbaya, kwa sababu hao ndio viongozi wetu. Tutauliza nani kama tuwaulizi wao wenyewe? Kwa hivyo tushirikiane nao, tuweke nchi yetu mbele, tutilie maanane stability ya nchi yetu, umoja wa nchi yetu, na vile tutakavyoweza kuendelea mbele. Na waomba wananchi tuweke amani, tukae pamoja, tushirikiane sisi wote, na tusikubali hata siku moja kugawanywa, kuambiwa wewe ni kabila hii, kabila hii. Sisi tuko kabila moja Kenya hii, kabila ya wale ambao tunasumbuka, tunataka kubadilisha nchi yetu, na kabila nyingine ya wale wengine ambao wako raha mstarehe. Sasa hivyo tafadhali, mkienda nyumbani msalimie wale wako huko, tujiandae tuwe tayari wakati wa kura, tuweke amani na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tumeanza safari ya kutembea. Wakati wa safari, mimi nawaomba hadharani, mniangalie na macho ya huruma, ama namna gani? Nimekuja kuwaomba wakati safari itaanza. Asante sana. Wewe ndugu wanasema hakuna kuangalia na macho ya huruma, ameamua. Mumeamua twende mbele na nyinyi. Mumeamua niende na hiyo safari mbele. Nionyeshe kwa mikono wale mumeamua Haya, Mungu na wabariki. Asante sana, tutatembea pamoja. God bless you. Asanteni sana watu wa Thika, mjue timu ni moja, Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Martha Karua, Gathoni wa Mushamba na hao wengine. Mungu awabariki. Asanteni sana.